sisi katika 10 days hizi, siku zote, lakini nazungumza hususan hizi zinazokuja, tuwe na nidhamu ya hali ya juu, mpaka hawa wenzetu watuulize, jamani kuna nini? Hapa kuna jambo. Kuna kitu gani? Kuna 10 days, the sacred 10 days. Hizi ni siku 10 ambazo ni takatifu. Katika hizo siku 10 sote tunajua, wa fiha yawm Arafa alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kuna siku ya Arafa hiyo bwana, na hiyo ni siku tukufu zaidi, kama jaa fi hadith, katika hadithi, ma min yawmin akthara min an ya'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu anawaacha huru, anawaacha free waja wake kutokana na nani? Kutokana na moto, isipokuwa katika hii siku ya Arafa. Siku ya Arafa, yani watu wanaachwa huru kwamba nyinyi hamtaingia motoni, mmesamehewa katika hii siku. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kufunga siyamu yaumi Arafa wa siyamu yaumi Ashura, siku ya Ashura, siku ya Arafa. Hivyo ni vitu ambavyo mama yetu Aisha anasema, arba'un lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yad'uhunna hatta laqiya rabbah. Mambo manne hayo Mtume sallam hajawacha mpaka laqiya rabbah, kama ingia kaburini. Ndio hiyo. Kwanza nini? Siyamu yaumi Arafa wa siyamu yaumi Ashura, kufunga Arafa, Ashura, wa rak'ata sunnat al-fajr. Mtume sallam hakuwacha hizo rakaa 2 za sunna al-fajiri. Haya, wa huwa yawmu maghfirati dhunubi, na kama tunafahamu hii ni siku ambayo madhambi, sisi jamani tuna milima ya madhambi. Yaumu Arafa manake watu wanaachwa huru kwamba madhambi yao yote yanafunguliwa. Wa siyamu yukaffiru sanataini, ile kufunga ile siku ya Arafa ile manake wewe Mwenyezi Mungu anapiga msasa, anasafisha madhambi ya miaka 2, mwaka uliopita na mwaka ujao. Lakini kwa mantiki gani? Hapa nilimuuliza shekhe, nikamwambia shekhe wangu, hii yukaffiru adh-dhunuba sanataini maana yake nini? Kwa sababu tuna Waislamu wanao utaratibu wa kufunga Arafa, kwenda haji sana, kila mwaka kuna watu wanakwenda wanarudi kama picnic wanafanya. Hii vipi shekhe? Akasema inakusudiwa hapa ni wale watu ambao watarudi kwa Mwenyezi Mungu kisawasawa. Hatusemi kwamba Waislamu sisi ni maasumun, we are the infallible, manake hatufanyi madhambi. La, sisi Waislamu tunafanya madhambi, tunamkera Mwenyezi Mungu, tunawakera watu, tunawakera waja wake Mwenyezi Mungu. Ndio manake kumkera Mungu, saa nyingine unapomkera mja wa Mungu manake unamkera Allah. Ukimdhulumu mja wa Mungu, ukimjeruhi mja wa Mungu, ukimfanyia mambo ambayo hayafai mja wa Mungu, manake unamkera Allah. Hii ni dhulma. Kwa hivyo wasiyamu, kufunga katika siku ya Arafa, Mtume anasema hiyo inamsafishia mtu, inamfanya kafara yale madhambi yake aliyofanya miaka 2 shekhi, mwaka huu na mwaka ujao. Sasa hiyo kweli itakuwa ni siku ya kawaida? Hiyo haitakuwa siku ya kawaida. Kadhalika katika masiku 10 haya kuna yaumun nahr, wa fiha aidan yaumun nahr alladhi huwa a'zamu al-ayyam 'inda Allah azza wa jalla. Katika hizi siku 10 kuna yaumun nahr. Sisi tunafahamu baada ya watu kusimama Arafa, siku ya pili inakuwa ni yaum Eid al-Adha au al-Udhi. Udhi maana kufanya nini? Kuchinja. Sasa Uislamu na kuchinja unahusiana na nini? Sisi si mabaniani wala sisi si Buddhist. Sisi itikadi yetu tunaamini Mungu mmoja, na Mwenyezi Mungu hahitaji wanyama wachinjwe wala hahitaji damu. Tunapochinja sisi kinamwagika nini? Damu. Mwenyezi Mungu anahitaji damu ya wale wanyama? La. Mwenyezi Mungu anahitaji wale ng'ombe na mbuzi na ngamia tunaochinja? Kuna falsafa gani? Kuna mantiki kubwa katika Eid al-Adha inayokuja al-Udhiya hiyo, kwamba sisi kwanza tunaweka yakini, tunaweka nadhiri kwa Allah kwamba sisi tuko tayari kwa lolote kama alivyokuwa tayari baba yetu Abuna Ibrahim alayhi salam. Yeye alipopewa mtihani aliukubali na akauchukua, na akaambiwa vipi? Enda akafanya nini? Inni
inni ara fil manami anni adhbahu, alimwambia mwanawe Saidina Ismail, nimepewa ndoto ufanye nini? Mimi nimeona na kuchinja. Natazama mtoto akasema nini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Kamba baba, usiwe na huzuni. Saidina Ismail anamwambia babake, akamwambia if'al ma tu'mar, fanya ulivyoamrishwa. Mtihani huu utanikuta mimi nimetulia tu, mtihani wa kuonesha sacrifice. Ndio maana Eidul Adha, Mungu hataki mbuzi wala ng'ombe wala ngamia wako unaochinja shekhi. Tunapofanya ibada ile, manake unaweka yakini kwamba when it comes to Islam, when it comes to protecting my religion, I am more than willing to do anything. Niko tayari kusacrifice chochote. Ndio maana yake. Kwa hivyo unasema natia nia, ninapomchinja huyu mnyama na damu yake inapotoka hii, niko tayari mimi kukichinja kiburi changu, niko tayari kuichinja jeuri yangu, niko tayari kukichinja chochote kilicho changu kwa ajili ya kufanya nini? Kuitetea na kuhuisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. This is the philosophy of slaughtering the animals. Watu wengi wanaona yaumul udhiya maana tunashindana, shekhi umechinja nini, jogoo au mbuzi au ng'ombe? There is no competition here. Hii ni siku muhimu sana na inapatikana katika haya masiku 10. Kwamba Mwenyezi Mungu atuambia sisi tuchinje, kwa maana kwamba tunakumbuka ile sacrifice aloifanya baba yetu Ibrahim alayhi salam, na aloifanya vile vile mtume wetu Saidina Ismail alayhi assalam. Kwa hivyo sisi tunapofanya vile tunaiadhimisha ile siku, na ndio maana kwetu sisi na kwa siku ile ni siku ya ayamu aklin wa shurbin, siku ya kula na kunywa na kuamiliana na ndugu na jamaa, sio siku ya maasi kama tunavyoigeuza baadhi yetu. Idi hiyo tena imekuwa mtihani. Mshairi anasema laisa al-eidu liman labisa al-jadidu lakinna al-eida liman khafa yawm al-wa'id. Idi ukija kusikia ile al-adha inakuja hiyo, maana yake si siku hiyo tena ya kutafuta nguo tu mpya. Sawa, yusan kwamba imesuniwa mtu avae nguo mpya, ajitie perfume au lakini ile idi yenyewe sio kwamba ukanunua nguo mpya tu, lakini al-eida liman khafa yawm al-wa'id. Idi maana yake mtu akumbuke kwamba kuna siku yaumul wa'id, kuna siku tutakusanywa sote, itakuwa kuna miadi, tutaulizwa juu ya kila kitu tulichokifanya. Hiyo ndio maana ya idi. Kwa hivyo tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika idi hiyo. Tena tukumbushane, idi inakuja jamani, sio idi ya disco wala si idi ya kufanya uzinzi, sio idi ya kunywa, la, idi ya kumsabih Mwenyezi Mungu na kukumbuka the biggest sacrifice, muhanga mkubwa aliofanya baba yetu Sayyidina Ibrahim alayhi assalam. Masiku 10 haya ndugu zanguni, tufanye nini cha msingi? Kuna mengi ya kufanya, kuna mingi sana ya kufanya. Kwa hivyo tumeonyesha kwanza upekee na umuhimu wa hizi 10 days. Tuje katika matendo sasa ya msingi ya kufanya. Sote tunafahamu first and foremost, la msingi kwanza kabla siku 10 hizi hazijaja, at-taubatu nasuhu warujuu ila Allah. Yani kila mtu akae, mimi kama mimi natakuwa nikae chemba pembeni kule, nikae nijiulize nafsi yangu, balil insanu ala nafsihi basira. Mungu anasema mwanadamu aijua nafsi yake yeye mwenyewe. Usiportray huku outside ukajifanya shekhe mkubwa, ukajifanya wewe kwenye charity kubwa, wewe upo upigwe picha pale, kila jambo leo ushafanya suti yako mbele. Wewe unajijua nafsi yako bwana. Mimi najijua nafsi yangu bwana. Nafanya vile kwa kutaka pesa, kwa kutaka sifa, kwa kutaka kujionyesha, kwa kutaka umaarufu, au nafanya vile talaban limardati Allahi azza wa jalla? Au napiga picha ile lengo si kujionyesha, ni kuwahamasisha wengine tu kwamba guys you come and do things like this, join na nyie, lakini lengo hasa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo inakubalika, haina shida. Lakini si kwamba wewe kila msaada shekhe wewe utakapigwa picha utume Facebook alafu utume Instagram. What is your intention? Nia yako ni ipi? Mungu halipi matendo, Mungu alipa nia. Innamal a'malu binniyat, si ndio kwenye hadithi Mtume anasema matendo yalipo kwa nia, wa innama likulli imri'in ma nawa. Mwanadamu atalipwa kwa kile alichokinuia. Shekhe, unaweza wewe ukatumia 10 million
Kama nia yako mbaya, upate kitu. Unaweza ukaja ukasali humu, kama nia yako mbaya, upate kitu. Kwa hivyo kwanza ni toba, tena ya mwisho, yani mtu anatakiwa ajisafishe. Waltizamu ta'atihi walbu'du an kulli ma yukhalifu amrihi wa nahi bi shuruti at-taubati al-ma'rufa 'inda ahli al-ilm. Kwa hivyo hapa tunatakiwa tuchunge zile sharti za toba. Unaweza kusema mtu 10 days zinakuja hizo, inshallah naazimia kutubu, lakini hujaweka ile nia ya kweli kweli. Lazima tuweke intention, ile nia kweli kweli, alazima. Useme sana kuja hizo 10 days, naomba Mwenyezi Mungu nijalie, nipe uwezo, nipe nguvu, nisimame kisawa sawa, nisirudie tena kuzini, niache kuzini, niache kusema uongo, niache haya mambo ya drugs, haya mambo ya madawa ya kulevya. Na siku hizi tunazungumza drugs, hatuzungumzi bangi na unga. Kuna aina nyingi intoxicant materials, watu wamezivumbua, sijui wengine sijui shisha, wengine sijui zina flavor nzuri. Zote hizo zinalewesha tushehe, hazifai. Ma askara kathirun fa qaliluhu haram. Mtume anasema kile kinacholewesha kingi, basi hata kidogo pia ni haram. Hata ukisema kwamba hichi hakileweshi, lakini kinafanya nini? Kinakupa health problems, matatizo ya kiafya. Kama Muislam, stay away from it, kaa mbali nacho kabisa. Zina sasa hivi imekuwa very cheap, na Waislamu bwana ndio sisi mstari wa mbele katika haya masuala. Lazima tuyasemea, tuyakemea haya madhambi. Zina kwenye phone, sasa hivi unakutana na watu hapa online, unawaona nao, mambo yamekuwa very cheap. Sisi tunatakiwa mstari wa mbele, tuwahamasishe watu kuoa kwa sana tu. Tena hii topic hii muhimu sana, watu wahamasishwe waoe sana. Ndugu zetu wa kike wanaziniwa sana huko nje, ndugu zangu, lazima mfahamu. Na wanawazini ni Waislamu na wasio Waislamu. Je, kuna uhaba wa wanaume? Sijui, lakini idadi inaonyesha ni kwamba wanaume sisi ni kidogo kuliko wao. Kwa sababu gani? Tumeiacha hii sunna ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Lazima tuyazungumze haya, na ukiyazungumza saa nyingine ukienda nyumbani utaambiwa, wewe leo ulizungumza nini wewe? Hakuna kuogopa hayo mambo bwana. Hii ni dawa Mwenyezi Mungu ameiweka, na Mwenyezi Mungu ametuumba sisi na amejua. Wewe una ucha Mungu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam? Huna. Mtume leo wake wangapi? Na Mtume katika hadithi yake anasema, laiti ningalipewa umri, ningalipewa maisha baada ya kufa kwangu, nikarejeshwa tena, la tazawwajtu khawfan min alfitna, basi ningelioa tena kwa kuhofia fitna. Wewe una ucha Mungu kuliko Mtume. Kwa hivyo tusikubali masuala, Muislamu asiwe na sababu ya kufanya zina hapa. Lazima tuingie katika hizi sunna. Katika masiku haya 10 tumezungumza, miongoni mwa mambo ya msingi, wa min a'dham ma yataqarrab bihi ila Allah azza wa jalla fi hadhihi al-ayyam al-'ashr al-muhafadhatu 'ala al-wajibat wa adaiha 'ala al-wajh al-matlub shar'an. Yani mtu ajikite, ajitahidi katika al-wajibat. Tukianza na hizi sala 5, na mtu at least sala 5 hizi azisali 'ala al-wajh al-matlub shar'an, katika uslubi ambao unaofaa kisheria. Jamani, tuna watu hata hizi nguzo 5 jamani, hizi sala tu al-faraid al-khamsa, still mtu anasali anavyojua yeye. Kwa sababu ndio Uislamu wa kurithi huo. Uislamu wa kurithi siku zote mimi naupiga vita, una mashaka yake jamani. Uislamu wa kurithi, na kwa wewe ndo mimi nimezaliwa Muislamu, baba yangu Muislamu, babu yangu alikuwa Muislamu, utanieleza nini? Sisi tulipokuwa kule kipindi kile ughaibuni, tuko UK, wanakuja wanatupiga dawa Wahindi wa Pakistan, ndugu zetu. Basi ndugu zetu wengine ambao ndio jamii ya Kiislamu, Waswahili, Waarabu, wengine wa Somali, wanasema hawa Wahindi wanatueleza nini hawa Muslimu juzi? Nikamwambia usiache kiburi chako hicho, acha kiburi hicho. Huyu Muhindi unamdharau, yeye sala 5 kwa jamaa, tena anaanza na sunna kablia, baadia na kila kitu. Anakuja kukuhimiza wewe, wacha kukaa hapa ukafuta shisha. Huu wakati wa sala ukakae pale ukasome sunna, ukasome Qur'ani. Unaanza kubeza watu na kudharau watu.
unasema Uislamu umeingia India na Pakistan baada ya Uislamu ulikuwa ushafika kwetu East Africa. Mmoja alikuwa na kiburi hicho, anasema Uislamu baada ya Makka umeenda wapi? Habasha, Ethiopia. Ethiopia masahaba walikaa pale wakaishi pale, ukafika kwetu huku Mombasa, huku kwetu Zanzibar, huku coast kuliko hata kwao huko. Kampashika kiburi hicho kiwache. Wacha kiburi cha ujinga. Hata kama ulifika kwetu mwanzo, je, are we practical Muslims? Je, tunauishi Uislamu kivitendo? Ndugu yako akija akikukumbusha, wacha kiburi cha kusema wewe, hakuna mambo hayo. Kwa hivyo kwanza hizi sala 5 jamani, kuna watu katika sala wanatamka mambo ambayo sio. Ndugu zanguni, sasa kuchukua muda wenu mkubwa, lakini suratul Fatiha ambayo ni ya lazima na sura nyingine, yani Qur'ani jamani, hata ile ya sala ile uwe nayo tena iwe kisawa sawa, kwa sababu lugha ya Kiarabu nayo kuja ukitamka sivyo inaleta maana nyingine.